Mabibi na mabwana, kama ambavyo mnaona siku ya leo, bwana na bibi harusi tayari wako hapa, wamependeza kweli kweli. Nisikie kwanza vigelegele vya kutosha. Pendeza sana. Na siku ya leo ni siku ya kuenjoy, ni siku ya kupata furaha, ni siku ya kucheka, ni siku ya kutabasamu. Acha kujinunisha Zebu, kwa sababu hata ukikasirika haisaidii kitu chochote kile. Wewe tayari umeshakuwa mke wangu. Utake imekuwa hivyo, usitake imekuwa hivyo. Usipaniki mbele ya wazazi. Nakuchukia Kwino. Nakuchukia kwa moyo, akili na mwili wangu wote. Licha ya kuwa wamependeza tu, siku ya leo ni siku ya kipekee sana na ni siku ya kihistoria ambayo inakwenda kufanyika siku ya leo. Na sasa ndio ule muda muafaka ambao tulikuwa tukiusubiri kwa udi na uvumba, muda wa bwana na bibi harusi kwenda kuvishana pete. Nisikie vigelegele. Wamependeza bwana. Waoneshe kidogo, waoneshe mkono. Safi kabisa. Hebu piga vigelegele tena. Safi kabisa. Wamependeza sana, wamependeza sana, wamependeza sana. I say, naomba nisikie tena shangwe huko kwa kina nani. Jikaze mke wangu, jikaze. Bado hatua chache sana tumalize hili swala. So usiniibishe. Nakuchukia sana. Sana. Hata Mungu wa mbinguni anajua. Sikupendi. Nakupenda sana Zebu. Nakupenda sana hadi shetani anaogopa. Nikupongeze sana. Siku ya kipekee kabisa. Tukiangalia namna ambavyo wamependeza, hawajapendeza. Wamependeza, hawajapendeza. Ukiangalia pale kama una simu yako unaweza ukapiga. Leo tuna jambo moja tu. Jambo moja bro. La kufurahi, na kamera zitamulika bibi na bwana harusi. Kwa sababu hao ndio maarufu siku yetu ya leo. Unaongea na mimi wako? Hapata kuwa na tukio lingine la kumulikwa na kamera. Na usije ukafanya jambo lolote la kijinga ili kamera zikumulike. Kwa sababu mama yako ana mtoto mmoja tu wa kiume. Sidhani kama mamangu ameingiaje hapo?
Dante. Zebu ameshaolewa tayari na una machaguo mawili tu. Kama mapenzi upofuni bora nisikone. Kama mapenzi ni hivi ukae mbali nami. Nilijua ndoa ni raha, kitu cha thamani. Kumbe kizaza hakuna mani. Vita kila siku hatuelewani, ugomvi mpaka kwa majirani. Haijulikani mwanaume nani, mwanamke nani, wote wako sawa. Bad boy, bad boy. Chaguo la kwanza, urudi ndani ukatulie katika benchi usubiri shughuli malizike. Chaguo la pili, upotee eneo hili haraka sana bila kuagana na mtu yeyote. Na ukijiongeza chaguo la tatu, basi utakuwa umeruhusu mama yako azike mtoto wa kiume wa mwisho. Na ukijichanganya ukakimbilia polisi, bado utakuwa umeruhusu msiba katika kijiji chako cha Mshikambili. Nadhani Mkulanga bila shaka mama yako ndiko anaishi hadi dakika hii. Umejuaje? Na ni kwa nini mfuatilie mamangu hadi anapoishi? Mnataka kunifanya nini? Sio kujua anapoishi tu, naijua hadi tarehe ambayo baba yako aliachana na mama yako. Najua kitovu chako kilipozikwa dogo, na kujua zaidi ya Nida wanavyokujua. Sitafanya chochote, please. Na ninaomba mamangu asihusishwe juu ya hili. Please, naomba jamani. Acha sisi tuwai ndani, kwa sababu mimi mwenzako kwenye sherehe huwa napenda kipengele cha you may now kiss your bride. Kinakaribia. Kwa hiyo ukachagua kuniibisha mbele ya MC na mbele ya wageni waalikwa, ukakataa kucheza mziki na mimi, ukajinunisha tu pale ukumbini mwanzo wa shughuli hadi mwisho. Why? Unauliza why kipi? I don't love you boy. I hate you. I'm not a boy anymore. Mimi ni mume wako Zebu. Tena mume wako wa ndoa. Na kwa bahati mbaya au nzuri, ulikiri wewe mwenyewe kwa kinywa chako mbele ya mchungaji pale alipokuuliza kwamba upo tayari kuolewa na KP wa Aquino. Ukajibu ndio. Ulikuwa na nafasi ya kukataa lakini haukufanya hivyo. Na mwisho wake uliishia kulia machozi ya furaha. Na kila mmoja pale ukumbini alipiga vigeregere, nderemo, shangwe na vifijo.
Unaweza ukawa mume wangu kidunia tu KP, ila kamwe hauwezi ukawa mume wa moyo wangu. Naheshimu sana yale madhabahu. Shukuru sana. Nina hofu ya Mungu. Eti una hofu ya Mungu? Sio kwamba unakumbuka walau kidogo wema alomfanyia baba yako hivyo unaamua kujaribu kulipa fadhila. Na kuchukia. Hii sio siri. And yes. Nakumbuka kuhusu baba yangu. Na huenda nikawa nalipa fadhila kwa ninayoyapitia. Lakini hiyo ndio ukweli kuwa nakuchukia. Tena nakuchukia kuliko viumbe vyote vinavyopumua hapa duniani. I know. Najua kama unanichukia. Na kama ulivyosema kwamba hii sio siri. Naelewa. So what? Who care? Nichukie, usinichukie. As long as wewe ni mwanamke wangu, ni mke wangu halali wa ndoa. Nikikupenda mimi, inatosha kabisa. Unipende, usinipende, I don't care. Alafu darling, huenda unifahamu vizuri. Unanifahamu nusu tu. Siku nyingine ukidiriki kujaribu kunyanyua huo mkono wako na kutaka kunifanyia shambulizi la aina yoyote ile katika mwili wangu, basi hiyo siku ndo itakuwa siku ya mwisho kumiliki huo mkono wako. Basi baada ya kusema hayo, mwenye masikio na asikie, kwa faida yake na kwa faida ya kizazi chake. Niue Akwino. Kama huu ni mpango wako, basi niue. Kuliko niishi na wewe. Nimeona nimekufa Akwino. Niue. No, darling. Leo ni siku yetu ya honeymoon. Waswahili wanasema fungate. Yaani wakiwa na maana kwamba siku ya kuoana kwetu. Na sio siku ya kuoana kwetu. Hiyo siku ipo, kama unaitaka itafika, lakini not today. Not today, my love. Alafu kingine, usiogope. Hofu isiwe juu yako, wala mashaka isiambatane nawe. Mimi sitamwambia mama kama umenipiga kibao. Sitamwambia Iswea. Tabia za umbea sijajaliwa. Nilijua ndoa ni raha, kitu cha thamani. Kumbe kizaza hakuna mani. Vita kila siku hatuelewani, ugomvi mpaka kwa majirani. Haijulikani mwanaume nani, mwanamke nani, wote wako sawa. Baby, niwaambie nisiwaambie? Bana usiwaambie baby. Hapana, hawa ni ndugu zangu na Waswahili wanasema kizuri kula na nduguyo. Ndugu zangu kuna jamaa anaitwa Chris Bando. Huyu jamaa anagawa GB za Halotel kama amechanganyikiwa. Yes, kama unatumia line ya Halotel, mtafute Chris Bando mzee wa bei kitonga, akumiminie GB za kutosha. Just imagine, unapata kuanzia GB 10 na kuendelea kwa bei kitonga sana.
Na sifa ya Chris Bando ni uaminifu. Sisi tunamwamini Chris Bando. Unamtumia pesa, anakuunganisha GB zako. Namna ya kumpata Chris Bando mtafute katika namba hizi 0717 04 80 48 au 0766 58 65 27 au 0615 75 43 03. Vile vile unaweza kumpata katika namba 0758 73 63 61. Kumbuka, hii ni kwa online ya Halotel pekee. Chris Bando. Malaika, nakupenda malaika. Malaika, nakupenda malaika. Sijui nifanyeje, kijana mwenzio. Ulisema unaitwa nani? Nimekwambia naitwa Zebu, unataka nini? Una jina zuri sana, jina ambalo sijawahi kusikia mtu mwingine akiitwa. Na uzuri wake unapendeza zaidi pale ambapo unalitamka wewe mwenyewe. So, unaweza kutamka tena kwa ajili yangu? Kwa nini umenileta hapa kinguvu? Hii inakusaidia nini? Unafikiri unaweza kunipata mimi kwa kutumia nguvu yako? Na sio mimi tu. Hakuna mwanamke ambaye anaweza kukubali kuwa na mahusiano na mwanaume kama wewe, mwenye tabia za kijinga. Kwa bahati mbaya mimi sitafuti mahusiano. Mimi nimeshapata ndoa. Ona jinsi ambavyo wanaume mna tabia za kishenzi. Yaani kumbe una ndoa, alafu uko hapa kwa ajili ya kunigasigasi. Hata mwanamke ambaye umemuoa amebeba zigo la ujinga katika maisha yake. Unatamani kujua labda anaitwa nani? Ili nisaidie nini? Nahitaji kuondoka. Waambie watu wako wasinizuie. Anaitwa Zebu. Mara hilo jina ndo mara ya kwanza kulisikia katika maisha yako. Mara una mke anaitwa Zebu. Oya, tafuta namna nyingine ya kufanya huo upuuzi wako. Nataka nikuoe uwe mke wangu wa halali Zebu. Sitani. Samani kaka. Yaani nakosa hata jina baya la kukuita, maana ustahili hata kuitwa kaka. Okay, nisikilize wewe jamaa. Mimi nahitaji kuondoka eneo hili. Tafadhali, ambie hivi vikaragosi vyako hivi visinizuie. Hey, oya. Mke wangu amesema kwamba anataka kuondoka na hataki kuzuiwa. Hujamsikia ama? Lakini master, Nyando, mke wangu akisema ni mimi nimesema. Eti mke wako. Labda uje kuoa maiti yangu. Sio mimi. I love you. You see? Be you. Nimekuoa Zebu. Tayari umekuwa mke wangu. Tena mke wangu wa halali kabisa. Na ndoa takatifu. Unipende ama usiponipenda, yote sawa. Ndoa itadumu kwa muda gani?
Hiyo sio biashara yangu. Hainihusu kabisa. Siku kama hizi niko nawe mpenzi. Nisikilize shetani, unajivika ngozi ya malaika. Nadhani unajua fika kwamba sikupendi na siwezi kuishi na mwanaume kama wewe. Umelazimisha ndoa KP. Lakini kamwe huwezi kulazimisha moyo wangu kukupenda wewe. Huwezi. Kwa hiyo unatakaje? Swali zuri sana. Hiyo hapo ni peni na karatasi. Chukua na uiandike talaka yangu sasa hivi. Sasa hivi. What if kama nisipoandika hiyo talaka? Well, hilo swali ni nzuri mno kuliko lile la awali. Kama usipoandika talaka yangu, najiua hapa hapa nyumbani kwako na utapata kesi ya mauaji. Hivyo basi, iandike talaka yangu kwa amani, tumalizane kwa amani. Na kwa kuthibitishia hilo, na hesabu hadi 3. Usiku wakati ya open na karatasi hapo chini na kuandika talaka yangu, najiua. 1 2 Kama mapenzi upofu ni bora nisikone. Kama mapenzi ni hivi ukae mbali nami. Kama mapenzi upofu ni bora nisikone. Kama mapenzi ni hivi ukae mbali nami. Nilijua ndoa ni raha, kitu cha thamani, kumbe kizaza hakuna mani. Vita kila siku hatuelewani, ugomvi mpaka kwa majirani, haijulikani mwanaume nani, mwanamke nani, wote wako sawa. Bad boy, bad boy, bad boy, bad boy.
bye.